Sasa mambo yote haya yanatokea katika kijiji. Ni kwa nini msingehama na kwenda mbali? Ukisubutu kukimbia ni sawa unajikata tiketi ya kifo. Wanakuua kwa sababu wanajua ni lazima utaenda kusema kwenye vyombo vya serikali. Yaani kijiji hiki mtu ndo unaingia tu na sio kutoka. Kalata, kalata, oh kalata, kalata, kalata. Ukatili, kisa utajiri, mauaji yalokithiri. Oh kalata, kisa mali, mtu yupo tayari atowe uhai. Kalata, atalisopoa kwenye kijiji cha Mbao, amani hakuna tena. Kalata, vijana wanaangamia, nguvu kazi inapotea, amani hakuna tena. Kalata, wageni wanakimbia, ubakaji ulopindukia, kilio chao na natasikia. Mjomba, vipi? Dada yako amekuwekea chakula, lakini umesema kabla ya kula unataka kuzungumza na sisi, lakini ishapita dakika 10 sasa hujazungumza chochote kile. Shida ni nini? MB, nahisi huko ulipotoka kuna sio salama. Hebu tuambie, kipi kinachokusibu? Dada, mjomba, nadhani mnafahamu kila kitu ambacho kinachoendelea katika hichi kijiji, lakini mlikaa kimya na kunificha. Sasa natambua kila kitu ambacho kinachoendelea katika hichi kijiji. Kijiji chetu cha Mbao sasa hivi kimebadilika. Matukio ya kikatili yameenea katika kijiji chetu. Lakini wewe mjomba umelifumbia macho kabisa. Haukutaka kufanya kitu chochote kile. Sasa mimi nipo tayari kupambana nao. Mdogo wangu MB, hiyo kauli iwe mwanzo na mwisho. Sitaki nisikie tena katika masikio yangu. Wale watu waache kama walivyo, maana walikuja wenye mbavu sana, wenye nguvu kuja kupambana nao. Walichokiambulia ni kifo tu. Wewe utaweza kupambana nao? Acha mara moja hicho kitu unataka kukifanya. Dada, nawezaje kukaa kimya? Nawezaje? Matukio ya kikatili, unyanyasaji. Dada, watu wanabakwa wakiwa maiti. Nawezaje kukaa kimya dada? Nimeshuhudia kwa macho yangu. Kwa macho yangu mawili nimeshuhudia. Wanamchukua mtoto na kwenda kumfanyia mambo ya kikatili. Dada, nawezaje kukaa kimya? MB ndogo wangu, sio kama anapenda vitu vinavyotokea katika kijiji chetu. Tangia wazazi wetu walivyofariki, nimebaki mimi na wewe tu. Sitaki kukupoteza mdogo wangu. Ndio maana sitaki upambane na hao watu. MB, mimi naona ungemsikiza dada yako Safina. Hicho kitu anachokisema. Tambua kuwa mko wawili tu. Hataki kukuona unaingia kwenye matatizo. Na laiti tungejua kwamba unakuja katika kijiji hiki cha Mbao, ilitakiwa tukuzuie. Lakini tulishindwa kufanya hivyo.
kwa sababu katika hiki kijiji sasa hivi uruhusiwi kutumia simu, na ukigundulika kuwa unatumia simu basi unauawa. Na wale wote ambao walikuwa wanatumia simu walipolwa simu zao na walikufa. Na sisi hapa ndio maana tumeshindwa kufanya uamuzi wowote ule au kukufahamisha wewe kwamba usije katika kijiji hiki. Wakati nilipofika hapa niliwakuta wale watu wawili, na neno lao la mwisho wakizungumza na kuwaambia nyinyi kuwa anawatakia hadi njema. Wale watu makatili, wale watu wabakaji na wauaji, una hadi gani na hawa watu? Tumekuja hapa kwa lengo moja tu, kukuchukua kipindi. Unahitajika na bosi. Dada, yani kama kitenda ubaya hapa duniani, kumbuka kuna kama napaswa kulipia. Pesa ni chanzo cha uharibifu, pesa inaua watu, pesa inaua utu. Dada, dada, unaondoka. Nilikuzoea dada yangu. Taishi na nani? Siwezi kuishi mwenyewe dada yangu, siwezi. Wazazi wetu waliuawa na wakabakwa, na wewe leo unaenda kukutokea kama waliotokea wazazi wetu. Usiondoke dada, usiondoke, usiondoke. MJ mdogo wangu, mimi dada yako ndo naondoka sasa. Walipokuwa wazazi wetu, na kama nikifika huko nitaambia kuwa MJ mwenenu amekuwa sasa, na kama Mungu akibariki umepata mtoto wa kiume, mwite kwa jina la baba. Na kama Mungu amebariki umepata mtoto wa kike, mwite kwa jina langu. Sawa dada, nimekuelewa. Na mimi nakupa salamu, ufikishe mbinguni. Kamwambia baba nimekuja kitandani, acha nichape. Na nguo zangu ni chafu sana. Mwambie mama aje nifulie. Sawa mdogo wangu,
Na nyinyi ambao mnamchukua dada yangu, adui wa haki. ipo siku moja atatokea mtu atalipa kwa haya yote mnayofanya, na kama hajatokea basi Mungu atatulipia. Yani kama kitenda ubaya hapa duniani, kumbuka kuna kama napaswa kulipia. Hakuna mtu yoyote atakayeweza kuwasaidia. Hata huyo Mungu aliyokopo juu hawezi kuwasaidia. Yupo mtu wa kuwasaidia. Mnafikia hatua mpaka mnamkufuru Mungu na kusema hata Mungu aliye juu hawezi kuwapa adhabu. Vitu mnavyovifanya katika hichi kijiji ni vitu vibaya sana, tena vibaya. Mnawaua watu, mnawalawiti. Kumbukeni, ipo siku itakuja kutokea katika familia zenu. Ipo siku. Hivi amfikiri hata Mungu amumwogopi? Leo hii mmekuja kumchukua mdada wa watu. Amewakosea nini? Sura zenu sio mara yangu ya kwanza kuwaona. Mara ya kwanza mlikuja nyumbani nikawaacha. Mara ya pili mlikuja kumchukua ule mtoto na kwenda kumfanyia ubaya, nikawaacha. Hii ni mara ya tatu sasa. Siwezi nikawaacha. Sasa kama kuna mtu yeyote anayejiona yeye ni bakabaka, kama kuna mtu yeyote anayejiona yeye ni mtu mkubwa hapa duniani, kama nyinyi mnajiona ndio mnaonea kijiji kizima, kama mnataka damu imwagike, mchukueni huyo na muondoke naye. Piteni. Kalata, oh Kalata, Kalata, Kalata. Ukatili, kisa utajiri, mauaji ya Loki.